Onyesho lililopita katika siri ya mtungi. Nimezikuta hizi picha na Cheche ndo aliyezipiga. Unatakiwa kufahamu ukweli kwamba mume wako si mwaminifu. Mbona picha zinaeleza kila kitu hizi? Hai hata mjinga tu akiangalia anajua kila kitu. Na huyo Ochieng ndo nani? Mshirika wangu kibiashara. Kibiashara tu tu. Hapana. Huyu ni Lulu, manager wa studio. Meneja. Ile sherehe ya kifamilia ilikuwa ni ngoma. Uongo wako unaanzia wapi? Cheche na unaishia wapi? Muulize kinyago wako huyo kusuduma. Farida, toka. Kwendeni zenu huko. Unaendelea kukutana na Duma? Hapana Mzikizito, nilikwenda kumwona mara moja tu kuzungumza naye kuhusu habari ya mtoto. Mtoto yupi? Mke wangu na mimi tuliongea, tulipendelea kumwalika Steven aje kukaa. Asante mama. Na uwezo kumtunza mimi. Nilikuwa mmoja kati ya wale waliokuwa kidance pale. Na kudai kinywaji. Mwambie kaka yako asiingilie biashara zangu. Hizi mbao nimezihesabu. Kwa hiyo naomba isipungue hata moja. Umeelewana? Cheusi, karibu. Nimefurahi kukuona. Inaonesha wewe na mume wangu mnaonana sana. Anakuja mara moja moja. Tula. Achana na mume wangu. Sikuelewi unamaanisha nini? Nakwambia kaa mbali na mume wangu. Unanielewa? Mama. 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 Mama fungua. Vipi? Sijategemea kukuona hapa saizi. Imekuwaje? Ndio naamka. Hapana, nimeamka muda mrefu tu na mimi ndio nilikuwa najiandaa kuvaa. Au nisubiri basi mara moja nivae. Mama. Watoto wako wapi? Nyumbani. Sawa, lakini umewaacha na nani? Na Cheche labda, sijui. Cheusi. Una nini huko nyumbani? Ni salama? Mama, nitamuua mimi yule laghai. Semaji? Mama, unaweza kuamini Cheche anatembea na Tula? Tula? Ndio, Tula. Unaweza kuamini? Nilikuwa najua wana uhusiano kipindi kile tupo shuleni. Lakini kumbe aliendelea. Sasa, sikiliza nikwambie mwanangu Cheusi. Unachopaswa sasa hivi cha kufanya, nenda nyumbani. Kawai watoto. Umenielewa? Mimi sijui nifanye nini jamani. Usijali mwanangu, maisha ndivyo yalivyo. Nitapata muda wa kuongea na wewe. Sasa hivi nenda kwanza kaangalia watoto, ni jambo muhimu sana.
Mimi nitajipanga, nitaangalia mambo yangu, nitatafuta muda nitaongea na wewe. Naomba basi kanga nimbadilishe. Hii nzuri sana. Ngoja nichukue kwangu niliacha. Kama inafaa Chelsea. Wewe. Chelsea. Chelsea. Aha. Hivyo hivyo. Shikilia hivyo. Sawa. Aha. Poa. Sawa, twende. Safi. Shikilia hivyo. Sawa. Anajua sana. Kuna tatizo gani? Hakuna tatizo lolote. Ila napumzika tu. Ulikuwa unakwenda vizuri tu Cheche, usisimame. Unajua nashindana na makampuni makubwa kutoka jijini. Nahitaji picha bora kabisa. Ya, nakupa picha bora. Lakini naweza kupandisha hiyo kaptula kidogo. Mteja anahitaji kuona nyama. Na mimi nakupa nyama, lakini sio kama hivi. Shalima, niachie mimi Cheche. Najua jinsi ya kupata kilicho bora kutoka kwake. Sawa basi. Lakini kumbukeni, nahitaji picha ya mavazi ya kuogelea. Na mimi nakupa mavazi ya kuogelea haya hapa. Cheche, ufanyi hivyo. Hivi ulishawahi kupiga picha ya mavazi ya kuogelea? Cheche ameshawahi kupiga picha zaidi ya mavazi ya kuogelea. Mimi hata sijui unazungumzia nini hapa Lulu. Unataka niseme? Nyie mnaweza kubishania kilicho bora. Mimi nahitaji picha bora kumwonyesha mteja wangu. Hello? Aap kaise ho? Sasa umfuate uende naye. Mimi nataka kufanya kazi yangu hapa. Nataka kuwa huru. Nadhani naweza nikakuacha na hao warembo hata sekunde moja. Lakini sihitaji msaada wako kufanya kazi yangu. Tatizo lako ni kwamba unataka kufanya kazi zaidi ya wito wa kazi yako. Jiachie bibie. Malaya mkubwa wewe. Wewe. Koko niache na usinigusie. Nyingine ipi usinizivue? Unafanyaje hivi lakini? Kwani unafanya hivi? Unawezaje kunisaidia na unyoka? Sisi tuendelea kufanya kazi tena. Warembo, badilisheni nguo zenu. Nitakuja kesho muda ule ule saa 4 asubuhi. Na wewe, hizi taarifa umfikishie Shalima kwamba huu mradi umekwisha. Sawa? Unajifanya wewe ni bingwa mtaalamu. Kumbe ni mwanaridhaa kadogo sana. Unatoka kwenye mji mdogo. Haya sasa. Ndio umefanya nini sasa? Mimi nilikuwa nafanya kazi. Hivi umepatwa na nini wewe mwanamke? Nimechoka kudanganya. Nimechoka. Hebu niambie, wale wanawake walikuwa uchi humu ndani. Hakuna hata mmoja. Muongo. Mimi nakwambia kweli, hakuna hata mmoja kati yao pale. Na Lulu je? Chicho umenisaliti. Umenidhalilisha. Kila mtu anajua hapa vitendo vyako vya aibu. Kila mtu anajua unavyojisikia mbele ya mwanamke yoyote. Haijalishi ni nani, ana umri gani. Wewe
ni mbwa. Lucy, mimi sijafanya hata kimoja katika vitu unavyovisema. Mbona kusingizia? Mimi sijui umetoa wapi mambo. Natural. Tunatokea wapi na tunaelekea wapi, Cheche? Na tutawaambia nini watoto wetu? Habari yako? Safi, vipi? Naitwa Duma. Nilikuwa naishi humu ndani. Na baadhi ya vitu vyangu nilisahau. Kama hutojali, naomba kiviangalie. Hapana, mimi nimeingia humu ndani, nimesafisha kila eneo, sijaona chombo cha mtu yoyote. Vilivyopo ni vyombo vyangu tu. Bwana, vipi dogo? Nasikia wamemgeuza punching bag. Unasemaje? Unasema nini? Sikia. Sipenda kufutia maisha mdogo wangu. Hayakuhusu. Una lolote wewe? Ndio maana umetibulia baba mwenye nyumba. Ungesubiri nivae viatu vyangu vile chupa mbele ningekutia mashuti muangalie kwanza. Afya yako ni nzuri sana. Inaonyesha kwamba unatumia vizuri vidonge vyako vya kuzuia maambukizi kila ifikapo usiku. Ni kweli kabisa, Nesi. Sijawahi kuacha kumeza hata mara moja tangu nianze kutumia hizi dawa. Wakati mwingine usiku kunatokea mambo mengi sana kichwani mwangu. Nadhani wanawaza kama nimekwisha kumeza kabla ya kuoga au la. Ila sasa, weka karibu na kitanda chako. Na uhakikishe hicho ni kitu cha mwisho unachokifanya kabla hujaenda kulala. Sawa. Nitafanya hivyo. Unafanya vizuri sana. Unaonekana uko barabara. Endelea hivyo hivyo. Itabidi uanze kujitayarisha kwa ajili ya kujifungua mtoto wako hapa katika kituo chetu cha afya. Na pia umtayarishe mume wako au mtu mwingine yeyote kwa ajili ya kukusindikiza. Inawezekana nikaja mwenyewe, Nesi. Hiyo haina shida. Ila ni vyema ukawa na mtu wa kukusindikiza na kuwahi kuja kituoni. Hakuna haraka wala kuamanika. Kuwa na amani. Lakini Nesi, nitamlinda vipi mwanangu? Mara baada ya kujifungua, tutampa mtoto wako dawa ya maji. Ataendelea kunywa dawa hiyo mpaka atakapofika muda wa wiki 6. Una swali lingine lolote? Hapana. Naona kama ni kitu kirahisi sana na chepesi, lakini bado kinanipa wasiwasi. Kwa kufuata hatua hii, Nusura, inaonekana kimsingi kuna uwezekano wa kupungua kabisa kwa mtoto wako kuambukizwa. Nadhani hicho ndio ambacho kinanipa matumaini zaidi. Wala sio Steven. Sawa. Hili swala mimi nitashughulikia. Na kuahidi. Acha nikaongea na mwalimu wangu. Duma. Habari za siku bwana? Sio nzuri wala sio mbaya. Kwa nini? Nimepoteza sehemu yangu ambayo nilikuwa naishi. Pole sana. Sina kumbuka kipindi kile Steven anaishi kwenu. Sikiliza Duma. Mimi na mke wangu hatuna matatizo yoyote kukaa na Steven. Kadri ya muda utakaotaka wewe. Hata hivyo ni kwa muda mfupi tu. Hakuna haraka Duma, usiwe na wasiwasi. Steven anao sehemu nzuri tu ya utulivu ya kujisomea. Itamsaidia sana. Steven hana haja ya kuwa na wasiwasi. Hata wewe ondoa shaka. Ondoa shaka kabisa. Asante. Hakuna shaka. Wacha nimwambie Steven. Sawa, endelea. Unafikiri kuna wanaume hapa? Wacha tabia zako. Ndafukuzwa na wenyewe. Shauri yako wenye pametawala nyumba. Muone. Hebu mwangalieni. Jamani. Karibuni. Asante. Na kitu karibu sana. Jamani. Jamani. Kimetokea. Karibuni jamani. Sasa tunasipojua, hebu njioni hapa.
Shukunipe. Njoo sasa. Chukuni hapa hela. Sawa. Kimbieni haraka kimbia. Haya jamani. Haya. Hebu tuambie tunataka kufunga kila kitu. Wewe nini? Sina nikwambia mimi Kizito sio mzee. Usiku ule ule siku ya harusi ya nusura. Chezea Kizito. Anachezea shoga yangu. Jamani, taratibu. Mwenye nyumba anatuangalia. Bwana achana naye usimwendekeze. Upuzi huo na wewe. Tunatakiwa tucheke hadi kule mawinguni. Kwani kuna siri nusura? Kwanza kwa nini hujatuambia swala hili mapema? Pale ulipogundua tu kwamba tayari una ujauzito. Au ndio ulikuwa unakula raha na mzee Kizito tena? We Sabrina. Inaelekea bado hujaanza mazoezi Mwanzo nilipoteza binti wangu nilikuwa na miaka 12. We, matupa huwezi kumfundisha hivyo Sabrina. Afu wewe Priscilla usijidai umbea wewe, umesikia? Unajifanya mtakatifu wakati vitendo vyako ni vya kiume. Hapa ni nyonga tu. Umeona Sabrina? Hapo. Unafanya nini msichana mdogo katikati ya mkutano wa wachawi? Toka! Na wewe huna aibu hata chembe kuwaleta makahaba wako hapa ndani. Wewe bibi, usituite hivyo Priscilla, huyu ndo akumwambia afunge domo lake huyu, umemuona Mimi? Unamaanisha mimi? Huyu bibi naye kazidi sasa. Bi Farida, nakuomba samahani sana. Msamehe rafiki yangu. Huwezi kusamehe kitu kinachokuja kama ukuku. Lazima ukitibu. Nusura, mimi naona bora tuondoke. Hamna kuondoka bwana, nenda. Bora tuondoke shoga yangu, acha tu. Hawa wasichana walitaka kukuona na kukuombea afya njema, basi tusije tukaleta matatizo. Asanteni jamani. Nashukuru, asante. Afu bibi jiangalie, umeniita mimi mchawi wewe? Thubutu. Jiangalie sana. Mjinga mkubwa wewe. Hivi utaacha hapa uchafu wako? Nitasafisha Farida. Wewe sio malkia. Mwanamke malaya. Kahaba mkubwa. Unadhani nani atakusafishia? Farida, nimesema nasafisha. Mbona unielewi lakini? Hukutaka kufanya hivyo. Ulitaka kuondoka kama unavyofanya siku zote. Baya kusaidia. Acha. Kwa sababu ni mjamzito? Inuka. Unataka kulala hapo chini. Mwisho ni mjamzito. Kwa sababu kulala ndio shughuli yako unayoipenda. Unapenda sana kulazwa wewe. Na huyo mtoto uliombeba. Mbona mko hivi? Huo ni uchafu zaidi uliotuletea humu ndani. Kwa hiyo ndo hapa Ndio. Ni pazuri. Duma, karibu. Asante. Shikamoo mwalimu. Maraba, karibu sana. Unaponaje? Pazuri. Unaona kama umetulia sana. Ni muda gani hapo mpaka utakupata sehemu yako kuishi karibu? Ni hapa tu tunapata pesa. Sina kuacha hapa, ndio uchukue tukaishi wote. Sawa ndugu yangu? Jitahidi. Mko sawa? Tuko sawa. Okay. Mimi niko hapa. Ukihitaji kitu chochote unaniambia. Sawa, hamna shida. Okay. Asante. Nikwache ujipange ndugu yangu. Utakuwa sawa? Ndio. Nimekuletea simu hii. Unaweza kunipigia muda wote unaotaka. Asante. Acha mimi niende. Unakwenda? Tutakuwa tukiwasiliana. Vipi, utakuwa ukija au? Bila shaka. Nitakuwa nakuja mdogo wangu. Sitaweza kuacha daima. Wow. Niache jamani.
Haya, asante sana. Karibu tena. Asante sana. Jamani, baki salama jamani. Asante. Hapa ni kwako. Asante sana. Haya. Asante. Karibu. Uko salama? Niko salama, usijali. Usiambie nisijali. Nielezee kwa nini imetokea hivi. Kusema kweli nilianguka, lakini sina shida yoyote. Kwa nini uliwastarehesha marafiki zako hapa? Jua kufanya hivyo ni kumchokoza Farida. Lakini kwa nini marafiki zangu wawe ni wachokozi kwa watu wengine? Nasikia walipiga makelele. Hapana Mzee Kizito, walikuwa na furaha. Lakini Farida hapendi mtu afurahi. Na alisema maneno mabaya sana mbele ya kila mtu, hasa kuhusu mtoto wangu. Mungu anajua. Kuna vitu vingi ambavyo nataka kusema. Hata mimi nahisi aibu juu ya jambo lote hili. Lakini wewe huwezi kuyasema hayo Mzee Kizito. Hutaweza hata kukaa karibu yangu nitapokuwa nimejifungua mtoto wetu. Kama kweli ni mtoto wetu Nusura. Whisky? Hapana, acha. Sikiliza basi. Nakuja kukaa kwako. Karibu. Asante.